Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji wa Al-Ulama FM, karibu kwenye Nuru ya Quran ya Dhulhijja 12 mwaka 1447 Hijiria, sana tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2026. Ni Nuru ya Qurani nyingine ambayo tunakutana hapa kila Ijumaa kuanzia muda huu mpaka pale tutakapotimu 10 kamili jioni, ambapo tunazungumza masuala mbalimbali yanayohusu Uislamu. Mimi ni binti Mzee Haji, jina la kwangu Zawia, lakini yuko hapa Sheikh Sharifu Madina, na tunakwenda sambamba mpaka pale itakapotimu 10 kamili jioni. Hadithi ya Mtume inasema masiku matatu baada ya Eid al-Adha ni masiku ya kula na kunywa. Hatufungi, bado tunasherehekea Eid. Nimesikia pia baada ya swala zile takbira zaidi zinaendelea. Nikasema bado tuko kwenye Eid al-Adha, bila shaka imekwenda sawa sawa kabisa. Alhamdulillah, udhuhia imekwenda sawa sawa. Nyama tumekula sana. Lakini Allah anasema hana shida na hizo nyama zenu wala damu inayomwagika. Ana shida na zile nia zenu na uchamungu, takwa. Bila shaka tumefanya kwa ajili ya Allah, na lengo lina kwenda kutimia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Allah mwenyewe anataka tujichinje kwa ajili yake. Sasa tuko kwenye mwezi Dhulhijja, ambapo hapa tumekutana na ile masiku 10 bora, lakini pia tukakutana na Eid al-Adha, ama Eid ya kuchinja, na kwenye namna ambavyo yanazungumzwa mengi sana kuhusiana na Nabiullahi Ibrahima alayhi salam. Na mtu mmoja akaniambia, kwa nini Ibrahimu alayhi salam wakati sisi ni ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kuna swali uliwahi kuliuliza kwenye challenge zako kwamba nabii yupi anatajwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi katika swala? Nabii Ibrahim, kwa maana Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye vitu vingi imekuwa anaiga kwa baba yake kiimani, baba yake kiunabii, ambaye ni Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Utaratibu swali kama hilo linaulizwa sana, hasa katika masiku haya tuliomo. Kwa nini sasa ummati Muhammadi uadhimishe mambo ambayo yalifanyika na Sayyidina Ibrahim? Sayyidina Ibrahim yeye alikuwa ni wa mwanzo kuasisi jambo hilo, na Mwenyezi Mungu akamwamuru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aendeleze katika utaratibu wa kiibada, afanye kama alivyofanya Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo aya nyingi katika Qur'ani utamkuta Sayyidina Ibrahim kuwa alikuwa ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu. Sasa kipenzi wa Mwenyezi Mungu ilikuwa ni lazima tu aigwe na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Muhammadi yeye aliwekewa utaratibu wake wa kiibada, anaigiliza kutoka kwa Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ipo hivyo. Sasa kinatajwa kisa cha Ibrahim pamoja na mwanae Ismail. Leo tunatamani kufahamu sasa kuhusiana na kwa nini kwenye hija yamefanyika yale ambayo pengine yenye kufanyika, na muasisi ni Ibrahim na Ismaili kwenye maji ya Zamzam. Kisa hiki kimekaje? Shukrani jazira. Kwanza tuanze na Ibrahim. Kwa leo muda naona kama upo kidogo, tumzungumzie Ibrahim hivi kwa uchache. Sayyidina Ibrahim alayhi salam yeye ni nabii ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia kuwemo katika ulul azmi minar rusul. Niliwahi kusema hapa ndani kwamba mitume na manabii ukiwahesabu kwa jumla yao wapo wengi, na panakadiriwa kuwa wanafika 124,000 mitume na manabii jumla yao. Ndani yao wapo mitume ambao utume ni daraja lililopita kwenye nubuwa, na tutakuja tufafanue nini, kwa nini mtume, kwa nini nabii. Basi manabii wao ndani ya hao 124,000 wanasemwa wanakaribia 313, takriban 313 hao ndio mitume. Ndani yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja watu 25 ndani ya Qur'ani. Kwenye hawa 25 waliowataja ndani ya Qur'ani wamo wenye daraja ya juu kuliko wenzao. Pamoja na hivyo ndo tulisema kuna aya Mwenyezi Mungu anasema tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd,
hao ni mitume wa Mungu, amewafadhilisha baadhi kwa baadhi. Na hata kwenye utaratibu wa maumbile ambao Mungu ametuumba, wanadamu wote hatupo sawa. Kuna watu wamefadhilishwa kwenye maumbo yao, kuna watu hawajafadhilishwa kuliko wale waliofadhilishwa. Kwa hivyo kwenye mitume pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha mitume, baadhi yao wakawa na daraja kubwa juu ya daraja za wenzao. Sasa kwenye wale waliotajwa 25 kuna 5 ambao huitwa ulul azmi minar rusuli, mitume wenye cheo cha juu. Wapo mitume 5. Wapo mitume 5. Kama Muislamu lazima ujue ulul azmi minar rusuli. Sayyidina Nuh alayhi salam ni ulul azmi minar rusuli, wa pili Sayyidina Ibrahim alayhi salam, wa tatu Sayyidina Musa alayhi salam, wa nne Sayyidina Isa ibn Maryam kwa maana ya Yesu kwenye Biblia ni ulul azmi minar rusuli, na wa mwisho ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunapotaja mfululizo wa ujio wa manabii, alipokuja Nuhu alayhi salamu ambaye ndo baba wa pili wa umma, kwa sababu baba wa kwanza si Adam. Baada ya kwenda walivyoghalikishwa watu, Sayyidina Nuhu ndo anaitwa baba wa pili wa wanadamu. Sasa kutoka yeye alikuwa ni wa kwanza katika ulul azmi minar rusuli. Wa pili wake ni Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ambaye yeye kwa ajabu kabisa ametokana na watu ambao walikuwa ni wamezama katika dimbwi la ushirikina. Wao walikuwa wakiabudia masanamu, wao walikuwa wakimshirikisha Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ibrahim alayhi salam amezaliwa katika mji wa Ur nchini Iraqi, na baba yake Azar alikuwa ndo kiongozi wa ibada za masanamu. Sio tu kiongozi akiongoza tu ibada, ndo anatengeneza nayo masanamu yenyewe. Kwa hiyo wewe ukitaka sanamu lako kwa ajili ya kuliomba mambo yako, unaenda kwa Azara. Azara anakuja anakuandalia sanamu linaloendana na jambo lako lilolitaka, kwa maana walikuwa wakiitikadi ya kwamba Mungu mmoja hawezi kusaidia yeye mwenye mvua inyeshe, yeye mwenyewe asaidie mazao yapatikane kwa wingi, yeye mwenyewe awasaidie watu wenye maradhi kuondoa shida zao wapate afya. Yani kila kitu kilikuwa kina Mungu wake, na ndo sababu kwenye utaratibu wa kisheria Mwenyezi Mungu sehemu nyingi anasema yeye ndiye anayeweza kuyaendesha kila kitu. Yeye ndo mkadiriaji kila kitu. Maana yake afya yeye anaweza, na hii takwa ambayo tunayo sasa na hii tauhidi tulionayo sasa yenyewe kipindi hicho haikuwepo. Kwa watu ambao walikuwa na shida za maradhi wanaenda kwa Azara, anatengeneza Mungu kwa ajili ya kuondoa maradhi. Wakiitikadi hivyo ndo anazaliwa katika familia ile kwa baba yule Azara, anazaliwa Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo ina maana alikuja katika mazingira ambayo kidunia ni mtihani sana. Anakuja kupambana na ushirikina, halafu anakutana na baba ndo muongozaji wa ushirikina wenyewe. Yani sijui nisemeje. Ni mtoto azaliwe amekuja kwa ajili ya kuwakomboa watu, halafu azaliwe kwenye aje kuwakomboa watu kwa ajili ya ulevi, afu azaliwe kwa baba ambaye ndo muuza pombe. Panaeleweka? Pagumu kidogo, inakuwa ni ngumu kuwanusuru watu, kuwatoa watu, kuna mazingira inakuwa ni ngumu kuelewa. Basi Sayyidina Ibrahim amezaliwa kwa Azara. Yeye akaanza alipofahamu tu kuwa nani Mwenyezi Mungu, kwa sababu naye alihangaika kidogo kipindi hicho, bado hakuna maandiko ambayo yanamuongoza yeye kwamba Mwenyezi Mungu ni nani. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema Ibrahim alipoona nyota akasema, hizi nyota bwana, hizi ndo itakuwa ni Mungu. Nyota moja yenye kung'aa akaiona, akasema itakuwa ni Mungu. Ilipozama akasema mimi sitaki Mungu ambaye anapotea. Alipoona mwezi akasema huyu atakuwa ndo Mungu, maana huyu ni mkubwa kuliko yule wa mwanzo. Ulipozama mwezi na yeye akasema hapana, mimi sitaki Mungu ambaye anazama, Mungu asingepotea hivi. Alipoliona jua akasema huyu ndo mkubwa wao, basi bila shaka huyu ndiye Mungu mwenyewe. Na kuna watu mpaka leo huwa wana itikadi juu ya jua na wanaliabudu jua, wanasema manufaa mengi yanapatikana kwenye jua. Kwa hiyo kuna watu kabisa, kuna dini ambazo zinaabudu jua. Ibrahim alipoona jua akajidhihirishia kwamba ndo Mungu, lakini lilipozama akasema hapana, Mungu hawezi kuwa anakuja na kupotea. Basi ndo akapata kufahamishwa ni nani Mwenyezi Mungu. Alipomfahamu Mwenyezi Mungu akaanza kufanya utaratibu wa kumnasihi babake kwanza. Ukirejea sura al-Maryam, muda haututoshi sana. Ukirejea sura al-Maryam kule wadhkur fil kitabi Ibrahim, ukianzia aya ile utaelewa Ibrahim alikuwa anamnasihi baba yake kwamba yeye baba yangu, mimi naona mnaabudu vitu ambavyo havikunufaishi wala haviwezi kukudhuluni. Hivyo mnavyoviabudu sio katika Mungu. Ewe baba yangu, mimi nakuhakikishia kwamba kama utaendelea hivi itakuja kukuta adhabu yenye kuumiza. Mimi ni miongoni mwa waonyaji nikikuonya kwamba utoke huko uhamie huko. Babake akamhakikishia kwamba sasa wewe ukiendelea na haya maneno yako nitakupiga mawe. Qur'an nasema hivyo.
hivyo na panasemwa babake alimpiga mawe akamfukuza kwamba wewe bwana, mimi naona ni kijana ambaye hunifai kwa sababu wewe huwataki miungu wetu, miungu ambao sisi ndo wametusimamia kuanzia tulipotoka mpaka leo, na wewe umezaliwa kwa nguvu zao huwataki, basi toka niondokee mbali mimi. Ibrahimu anaondoka, lakini hakuacha. Alipoona baba amemnasihi na hajaelewa, akaamua kubadilisha mfumo, akaamua kuwanasihi watu wote. Akawanasihi vipi? Ndio ile habari ambayo ni maarufu sana. Ibrahimu alayhi salam alipoenda kuyavunja masanamu yanayoabudiwa, manake walikuwa wanalo hekalu lao ambao ndio wanaishi humo masanamu. Kwa hiyo wanaingia humo kufanya ibada, wakitoka alivizia siku ambayo wao wana sherehe zao, wametoka kidogo hapo nje na eneo la masanamu, akaingia mle akavunja masanamu mengine yote, akaliacha moja ambalo ndio lilikuwa sanamu lao kubwa. Shoka aliyovunjia masanamu madogo akaweka kwenye bega la sanamu kubwa, halafu akaondoka zake. Basi waliporudi wakakuta hali ile, maana yake kwa utaratibu wao kuna dhoruba imetokea kwa miungu wao. Wakaulizana nani mwenye kuweza kufanya hivyo, wakasema hakuna mtu ambaye hawaogopi miungu wetu isipokuwa Ibrahim. Yule kijana kwa sababu ya zile tabia zake, bila shaka yeye ndo aliyefanya jambo hili. Basi Sayyidina Ibrahim alayhi salam akatafutwa. Alipoletwa anaulizwa juu ya jambo lile kama ametekeleza, yeye akapata kwa kuanzia kuhusia umma, akawaambia kama nyinyi mna hakika kuwa masanamu haya yanaweza kunufaisheni, basi yaulizeni yenyewe aliyovunjwa nani aliyeyavunja, na kama sio yenyewe, basi kwa sababu yameuawa, liulizeni ili kubwa litakuwa limeua menzake kwa sababu lina wivu na ibada wanazoabudiwa. Kwa muulizeni huyu ndo atakuwa ameua wenzie. Wakamwambia tunawezaje kuuliza sanamu ambalo lenyewe alijisogezi, aliongei, alioni, alisikii, tunaliulizaje, litatujibuje? Akamwambia sasa kama mnakiomba kiumbe ambacho hakijisogezi, hakiongei, hakisikii, hakioni, nyinyi yani ni dalili za kiakili aliyowatengenezea utaratibu wa kuwapa mawaidha ya kiakili. Basi wao pamoja na kuwa walishapigwa na fedheha, wakawa wamejua kuwa walikosea njia ile, lakini hawakuamua kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Wakaamua ziandaliwe kuni, Ibrahim aghalikishwe kwa kuchomwa moto, na habari zinazungumza pale kwenye moto ilikuwa kuwaje. Mwenyezi Mungu akaamrisha moto uwe baridi na salama juu ya Ibrahim. Na panasema ulama wanasema lau Allah angesema yana rukuni bardan wa salama, ingekuwa ndo mwisho pale, manufaa ya moto yasingepatikana. Ingekuwa sio tu ala Ibrahim kwa muda ule, basi moto ungetii, na mpaka leo tusingekuwa tunaweza kutumia chochote kwenye moto, kwa maana ni amri ambayo imetoka kwa Mola wake. Sasa baada ya pale alihama Sayyidina Ibrahim alayhi salam na mkewe Sara ambao walikuwa wamwabudu Mwenyezi Mungu. Habari ikawa ndefu, akapita kwa Namrudhi ambaye alifanya aliyofanya. Mwishoni alimpa Bi Sara mjakazi anaitwa Hajar. Hajar anakuja kuwa mjakazi wa Sara, wameenda kuishi pamoja katika nchi ambayo amehamia Sayyidina Ibrahim. Wakaishi muda mrefu. Ibrahimu hajapata mtoto kwa mkewe Sara. Ibrahimu ameshazeeka na Sara umri wake umeenda. Sara anamshauri mumewe kwamba hivi waonaje kwamba nikuozeshe mimi huyu mjakazi wangu, kwa sababu tulisema utaratibu wa wajakazi kipindi hicho ilikuwa ni ukipewa ni wa kwako moja kwa moja. Kwa hiyo unaonaje mimi mjakazi wangu huyu nikuozeshe wewe, huenda kupitia kwake tutapata mtoto. Basi Sayyidina Ibrahim alayhi salam anamuoa Hajar. Nilisema jambo hili limekaa tofauti. Kuna watu huwa wanasema Ibrahim alitembea na mfanyakazi wake. Asiyo mfanyakazi wake, alikuwa ni mkewe aliyeozeshwa na mkewe Bi Sara, kwa sababu utaratibu wa ndoa una vipengele vyake na vilitimia hivyo. Kwa sababu vilitimia, basi yule alikuwa ni mkewe. Basi kwa mkewe Hajar alipata mtoto wa kwanza kabisa wa Sayyidina Ibrahim alayhi salam ambaye aliitwa Ismail. Ibrahimu alipopewa mtoto huyu, Mwenyezi Mungu akampa amri akawaweke mji wa mbali jangwani, ambako ndo Maka ya leo. Sayyidina Ibrahimu alayhi salam alienda na Hajar na Ismail, akawaacha jangwani, na alipoulizwa akamwambia mkewe kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mkewe akaridhika kwa sababu alikuwa anamuamini sawa sawa Mwenyezi Mungu. Akabakia pale Hajar na mwanae Ismail, pakaenda mpaka Ismail amekuwa mtoto ambaye anaweza kupambanua mambo. Sayyidina Ibrahim alayhi salam anakuja kwa mwanae, akamwambia, mwanangu, mimi nimeona katika ndoto
nikiwa na kuchinja. Kuna kitu nimeruka hapa nyuma kidogo cha muhimu kutokana na jambo lenyewe la hija, kama ambavyo umesema tulizungumze. Siku walioachwa mama yetu Hajar na mwanae Ismail kutokana na shida ya jangwani, Ibrahim kwanza aliwaombea dua. Aliwaombea dua na akamwambia Mwenyezi Mungu jalia eneo hili liwe ni eneo la amani, kwa maana ule mji wa Makka Sayyidina Ibrahim aliuombea. Ukirejea katika sura ya Ibrahim utakutana na aya hizi zikizungumzia dua ya Ibrahim kuwaombea mkeo ya Hajar na mwanae Ismail. Kuna matukio yalitokea pale. Hajar akihangaika kutafuta maji pale. Kuna kitu kipo kwenye utaratibu wa hija. Tutakuja siku moja katika kuzungumza hija, tutaelezana kwamba tulichokiacha kipolo hapa kilitokea tukio, ni tukio lipi katika utaratibu wa hija. Lakini pia Sayyidina Ismail alayhi salam ni mtoto mchanga kipindi hicho, akiwa katika eneo lile amelazwa sehemu ambako ni jangwani, akawa analia kwa shida ya joto na kiu. Basi akawa akipiga akisugua miguu yake chini. Alipokuwa akisugua miguu yake chini, pakachimbuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu chemchem ya maji, ambayo mamake aliposogea kuyaona maji, wakati anafanya hivi mtoto, mama yupo anahangaika kutafuta ambacho anaweza kumlisha au kumnywesha mtoto kwa wakati huo. Aliposogea akaona maji yamechimbuka chini, basi akayatengenezea akawa kama kakisima katika sehemu ile, na hicho ndicho kisima cha maji ya Zamzam, ambayo mpaka leo yapo katika mji wa Makka, kisima pekee ambacho kilichipuka jangwani katika mazingira ya miujiza kabisa. Maji yake yale ambayo ilitokea kwenye visigino vya Sayyidina Ismail alayhi salam, almau Zamzam, wanasema ulama limashuri balahu, kwa kile utakachonywea. Yani ukinywa maji ya Zamzam kwa kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kuondolee maradhi yataondoka. Wallahi wa billahi hatallahi minna yaqini juu ya jambo hili, kwa sababu kuna watu ambao huwa wanakuja wananiambia shida zao, naambia bwana, maji ya Zamzam kayatafute, fanyia hilo, alafu anakuja kuniletea mrejesho kwamba amefanikiwa, jambo lake limeondoka kwa sababu ya maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam yalichimbuka katika siku hii. Basi Sayyidina Ismail akiwa amekuwa mtoto ambaye anaweza kupambanua mambo, Ibrahimu alayhi salamu anakuja anamwambia, mwanangu, mimi nimeona katika ndoto kwamba ninakuchinja. Wakati huu palipokuwa jangwa, kutokana na kuwa pana maji, basi misafara ambayo ya Waarabu walikuwa wakitoka Yemen, walipofika walimuomba Hajar wafanye makazi pale, kwa ukao umetengenezeka kuwa mji, eneo ambalo lilikuwa ni jangwa kavu lisilokuwa na kitu isipokuwa kulikuwepo na msingi wa Al-Kaaba. Unajua kwenye Masjidil Haram pale, ule msingi Ibrahim na yeye ameukuta, hajaujenga yeye. Kwa msingi wa Al-Kaaba ulikuwepo, ni sehemu ambayo ni jangwa, lakini msingi wa Al-Kaaba ndio hapo. Mwenyezi Mungu anamwambia waite watu waje wafanye ibada hapa, anamuuliza hapa si ni jangwa? Ni jangwa. Na parasema ule msingi ulijengwa na malaika enzi kabla ya kuumbwa kwa Sayyidina Adam alayhi salam. Msingi upo. Maana yake ni eneo ambalo habari zake zilikuwa zipo, kwa wanapopelekwa kwamba kawaweke pale, tayari palikuwa pana kitu. Basi wameishi. Ismail anakuja, baba anakuja kumuona mwanae Ismail, ndo anamwambia, mimi nimeona kwenye ndoto nikiwa na kuchinja. Ni kisa maarufu, tumezungumza sana, kinazungumzwa sana katika masiku yaliyopita ya Yaumul Eid pamezungumzwa. Basi Ismail akakubaliana na utaratibu, akakubali kuchinjwa. Sayyidina Ibrahim alayhi salam akabadilishiwa kezu kagoma kumchinja Ismail, akabadilishiwa kondoo aliyenona, na ndiyo sababu tukaambiwa ummati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na sisi katika siku kama ile ambayo ndio siku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, basi tunatakiwa kuadhimisha tukio lile, tuchinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanyama wenye kuchinjwa, akiwepo mbuzi, kondoo, ng'ombe ama ngamia. Na sio tu siku ile, yani ile juzi tulikuwa tumeanza kuchinja, lakini jana ulikuwa unaweza kuchinja, leo unaweza kuchinja pia, kama dhalika ya zile ayamu tashriqi unatakiwa unaruhusika kuchinja kama ulikuwa hujachinja katika ile siku ya kuchinja. Utaratibu upo hivi. Masaba alimuuliza Mtume kwa nini tuchinje? Walimuuliza swali hili. Aiyo. Yapo maelezo mengi na mafafanuzi mengi sana kwa nini tunachinja. Lakini iliyokuwa kubwa ni ile ambayo Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani. Nilisema hapa mwanzo, Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu atizami damu zao hawa wanyama mnaowachinja wala nyama zao, lakini Mwenyezi Mungu anatizama ucha Mungu katikati yenu. Kwa lolote ambalo linawezekana likawa
katika yale ambayo yanapatikana. Unajua kuna kitu wanawaambia watu, swala ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunaswali? Tunaswali kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamrisha. Lakini kwenye swala yapo yanayopatikana kwenye swala ambayo ni motisha. Mwenyezi Mungu amesema wa amur ahlaka bisalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Maana yake kwa mtu anayeswali swala zake vizuri, riziki yake haiwi nzito. Sio kwamba tunaswali ili riziki zetu ziwe nyepesi. La, tunaswali kwa kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini basi kwenye hiyo swala, miongoni mwa mambo ya motisha yanayopatikana ni Mwenyezi Mungu kutusahilishia riziki zetu. Hayo ni katika mengine ya motisha, na vitu vingi ambavyo vinapatikana kwenye swala. Halikadhalika kwenye kuchinja na kwenye, yapo mambo mengi yanayopatikana ambayo ni faida za motisha za kuchinja, lakini kubwa lake tunatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ili kutufikisha sisi kuwa ni wacha Mungu, kama ambavyo mwenyewe amesema fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili yake. Sasa tunaondokaje sasa kwenye kisa hiki cha Nabii Ibrahim alayhi salam na hija pamoja na kuchinja? Naweza kusema kwa lugha nyepesi, ukitaja kuchinja unamzungumza Nabii Ibrahim, ukitaja hija na yale ambayo yanafanyika unamzungumza Ibrahim na mkewe Hajar. Basi tunamaliza hivi, ni kuwa jamani, utaratibu wa kuchinja ni ibada ambayo ni ibada nyepesi. Kama dhalika utaratibu wa hija ni ibada nyepesi. Cha msingi ni watu kuweka nia thabiti na kuweka harakati za kuendea jambo hilo. Aliniambia Alhaji kwamba usiseme kuwa unataka kwenda kwa hiji, basi tengeneza kibubu chako kwa ajili ya hija. Uwe una kibubu ambacho kila siku utakapopata kitu nadumbukiza kidogo kwamba hiki kitu changu kwa ajili ya hija, hiki kitu changu kwa ajili ya kuchinja, basi fanya hivyo. Nilikuwa naongea na watu leo wanaochinja kwa 130,000 sawa sawa na shilingi 361. Maana yake inawezekana. Basi tunamaliza kwa kusema muda wa kuchinja upo, muda wa hija upo, anza kuwekeza kuanzia leo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuru ya Qur'ani nyingine ni panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, Ijumaa nyingine.